Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Hii leo macho yote yameelekezwa mji wa Uvira, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini, ambapo taarifa zinasema umetekwa na wapiganaji wa M23. Mi peke nilishabaona na macho, walipita hapa tunabaona shi peke na macho. Huko bazalendo walikuwa hapa nyuma yetu kama mbili, moja pale mbele yetu Kiromoni na nyingine huko nyuma. Bali jaribu kupiga ni bakapambana hapa Uvira. Nikusema kama yenyewe ilitokea ni watu wako traumatized kwanza, njoo namba element ya kwanza. Kwa taarifa hizo na nyingine kutoka Afrika, kaa nasi. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Kiongozi wa mapinduzi yaliyotibuliwa huko Benin amekimbilia hifadhi katika nchi ya Togo. Mamlaka za nchi hiyo zinataka Togo imrejeshe kiongozi huyo mara moja ili kuwajibishwa. Kundi la wanajeshi walioasi lilitoa shirika la utangazaji nchini Benin na kujitangazia madaraka. Hata hivyo, jaribio hilo lilitibuliwa na jeshi la anga la Nigeria. Rais Patrice Talon alilaani jaribio la kumuondoa madarakani. Wakati huo huo, rais wa Jumuiya ya Afrika ya Magharibi ECOWAS Omar Ture ameonya kanda hiyo inasalia katika hali ya hatari baada ya kushuhudia misururu ya mapinduzi ya kijeshi. Matukio ya Benin yalitokea wiki chache baada ya jeshi la Guinea Bissau kufanya mapinduzi dhidi ya Rais Umaro Sissoco Embalo. Nigeria imekiri kwamba baraza la Senate lilitoa kibali kwa Rais Bola Tinubu kuingilia kati na kuzima mapinduzi ya Benin. Mataifa yanayodhibitiwa na jeshi katika kanda ya Afrika ni pamoja na Chad, Mali, Guinea, Niger na Madagascar. Watawala wapya wa kijeshi nchini Guinea Bissau wanasema kiongozi wake Orta Tam ataidhinishwa kuwania urais na kwamba baada ya kipindi cha mpito mamlaka ya kiraia itarejeshwa. Wanajeshi hao walitekeleza mapinduzi mkesha kutangaza matokeo ya urais Guinea Bissau. Tume ya uchaguzi na shughuli za uchaguzi zimefuta nchini humo kwa mwaka mmoja. Rais aliyeondolewa madarakani Umaro Sissoco Embalo amelaumiwa kupanga njama za mapinduzi ili kuzuia matokeo, ambapo wadadisi wanasema alikuwa ameshindwa na upinzani. Chini ya mwafaka mpya wa watawala wa jeshi, maafisa wa jeshi hawatakubaliwa pia kuwania nyadhifa za ubunge na udiwani au kuunda na kuongoza chama cha kisiasa. Milio ya risasi na mabomu imeendelea kutawala katika mji wa Uvira wakati wapiganaji wa M23 wakiuteka mji huo, ambapo ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelfu ya raia wamekimbilia nchi jirani ya Burundi. Aidha, raia waliosalia Uvira wanasema wanajeshi wa serikali wameonekana wakiondoka mji huo. Matukio ya Kongo yanajiri siku chache baada ya mwafaka amani kusainiwa mjini Washington na kufadhiliwa na Rais Donald Trump. Mkataba wa Washington ulisainiwa kati ya Rais Paul Kagame wa Rwanda na mwenzake Felix Tshisekedi wa DRC. Kinshasa imelaumu Rwanda kwa kuwafadhili na kuunga mkono wapiganaji wa M23 ambao kwa sasa wanadhibiti miji mikubwa mashariki ya nchi ya Goma na Bukavu. Maduka na shule zimefungwa Uvira na raia wengi wamesalia ndani ya makazi yao. Awali gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi alikanusha mji huo ulitekwa na waasi wa M23. Hata hivyo, msemaji wa kundi hilo alisisitiza Uvira ilikuwa chini ya udhibiti wao. Makundi ya misaada yanasema raia 200,000 wamekimbia Uvira, makumi wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika uwanja wa mapambano. Marekani iliyofadhili muafaka wa kusitisha mapigano DRC haijatoa tamko lolote kuhusu matukio ya sasa. Ndege ya jeshi la Sudan imeanguka wakati ikijaribu kutua eneo la mashariki mwa nchi na kuwaua wote waliokuwa kiabiri. Maafisa wanasema ndege hiyo ilipata hitilafu za mitambo wakati ikitua na kusababisha ajali. Hajulikani ni abiria wangapi walioangamia kwenye ajali hiyo karibu na eneo la Port Sudan. Ajali ya sasa inajiri wakati Sudan inakabiliwa na mapigano makali katika majimbo ya magharibi ya Darfur na Kordofan kati ya jeshi lake na wapiganaji wa RSF. Mwafaka wa kusitisha mapigano
umepingwa na jeshi la Sudan kama unaoegemea upande wa mahasimu wao. Kizaazaa kilizuka katika jimbo la Osun wakati mke wa rais wa Nigeria Remi Tinubu alipomzuia gavana wa jimbo hilo kuimba wimbo kusifia watawala wa kijadi. Gavana Ademola Adekele alianza kuimba wimbo kwa lugha ya Kiyoruba kusifia Mola na baraka kwa watawala wa kijadi waliokuwa na sherehe maalum, lakini punde Remi alinyanyuka na kumuomba akatize wimbo wake. Haijulikani sababu za mke wa rais kupinga gavana kuimba wimbo huo. Jimbo la Osun lilikuwa nadhifa kusherehekea miaka 10 tangu kutawazwa kwa kiongozi wa kijadi Oba Adeyeye Enitan Ogowuno si Ojaja wa pili. Kisa hiki kimezua mjadala na gumzo mtandaoni, wengi wakisema Bi Remi alikiuka mipaka yake na kwamba hakuwa na haki kumzima gavana kwani ni kiongozi wa jimbo hilo. Shukran sana Ngendo, na moja kwa moja tunaanza na kuingia nchini DRC ambapo wapiganaji wa M23 wameripotiwa kuingia katika mji wa Uvira, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Hata hivyo kumekuwa na taarifa za kutofautiana kuhusu hali halisi katika mji huo. Mashirika ya misaada inasema zaidi ya raia 200,000 wamekimbia makazi yao. Kumekuwa na milio ya mabomu na risasi katika siku za hivi karibuni katika mji pembezoni mwa Uvira. Jeshi la Kongo FDRC na washirika wao wa kundi la Wazalendo wamekuwa wakipambana na M23 viungani mwa Uvira. Ni matukio yanayojiri siku chache baada ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini mwafaka kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo. M23 pia walisaini mwafaka kuweka silaha chini mjini Doha mwezi jana, madai kwamba Rwanda imelaumiwa kuunga na kuwafadhili wapiganaji wa M23. Katika mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, gavana wa jimbo hilo Jean-Jacques Purusi amesema mji wa Uvira ungali chini ya jeshi la taifa na Wazalendo. Gavana amezungumza hapa na Mbelechi Msoshi. Tutafuta kufahamu kwa lugha ya Kiswahili hali alipo kwa Uvira. Tumesikia kama Wazalendo wamedhibiti mji, na unaweza kutufasiria raia wa mashariki waelewe nini imepitikana Uvira? Asante sana bwana mtangazaji. Mimi ni Profesa Purusi Sadiki Jean-Jacques, gavana wa South Kivu Province hapa Uvira. Nikusema kama yenyewe ilitokea ni watu wako traumatized kwanza, njoo element ya kwanza. Nikusema watu population yenye naishi muvita miaka na miaka, kitu kiloko tu inaishitua. Na njoo hivi tulikutanana kama hii siku 2 inaisha, after especially sawali sign peace agreement pale Washington kati ya President Kagame na President Tshisekedi. Population ikafurahi ikasema binaisha, vita naisha, tunaanza ishi normalement. Lakini unfortunately vitu ilifanyika ni kusema kama pale ile siku wako wana sign, Rwanda kutokea mji wa Bugarama pembeni ya Uvira walipiga mabomu kwa city ya Sange, Luvungi, Kamanyola na Katogota, na ikaua civilians wengi sana. Sasa watu waliouawa vile, population ikakimbia, wengi wakakimbilia hapa Uvira, lakini watu wengi waliumia. Na njoo hivi sasa, jana njoo ilikuwa siku hizi hatuna mafasi ya kutia wale wagonjwa, hospitali zetu zote hapa Uvira zinajaa watu wanaoumia. Njoo ile mabomu na madrones, drone kamikaze napiga fasi yote. Njoo sasa tulikamata wagonjwa wa moya tukawavukisha Burundi juu ya matibabu. Asa ile saa njoo element ya kwanza. Element ya pili ni kuonesha kama ni kusema kama jana njoo tulifanya what we call rotation, c'est-à-dire askari jeshi wenye walikuwa kwa front line, wenye mapigano shamba mapambano walipasha ondoka sasa kuwa replaced kwa gisu wa mpya wakuye wale wende kupumzika. Lakini we are transparent, ilifanyika njoo mchana hapana usiku. Wa Rwanda M23 banafanyaka njoo usiku basi watuone, lakini jua kulikuwa bitu ya kupichika. Waskari wetu waliondoka kule
mchana watu wote yuko wanaona, wanaondoka wanaenda fasi wanapasha nda ikala, wengine waliingia. Sasa population iliona vile watu askari yuko wanatoka, wakaogopa wakisema vita hii inakuya. Element ya tatu na njoo ya mwisho ni kusema kama hapa inakuwa juzi kuliulipuka juu ya milima wanaita Kasenga hapa Uvira, kulilipuka mabomu. Ni kusema nyuma ya milima kule ya Kasenga bomu ililipuka kule, lakini ilikuonekana kama ilikuwa mine anti-personnel mine, how you call it, unexploded ordnance. Ile ilikuwa mine wa askari jeshi sioni wa wapi walipichika kule, lakini kama ni ngombe ilipite kalipula ile vitu ikakanyanga, ile bomu ikaruka ikaotosha moshi juu. Sasa population iliyosikia ile with watu wiko traumatized, wakawaza kama ni Wanyarwanda ndio wanaingia M23 na Wanyarwanda ndio tena wanatuma mabomu. Sasa siku wanafanya passing. Lakini analyze tulifanya haikuwa hivyo, ilikuwa tu kitu ilipuka. Sasa ndio pale watu sasa ile vitu inachangana, watu wakaanza kimbia. Sasa wanasema basi Wanyarwanda wanatuingilia tena na M23 tusa. Na sasa kufatana na ile wa M23 na media yao ya ngambo wakaanza fanya kampeni kusema unaona tunaingia tunakamata vitu, wanakamata picha za Bukavu. Sasa waliingia Bukavu wanafanya cut and paste, wanaonesha kama yuko kumustari, njoo wanaingia wanakamata Uvira, lakini ni bongo mtupu. Ni kusema kama njoo vile waskari wetu yuko anachunga mwingine, yuko jinsi yetu yuko pale, watoto wetu wazalendo yuko pale wanachunga mwingine. Lakini kuna masomo soko na vinarudia, lakini ingine iko media campaign against our engagement. Lakini kuna picha ambazo watu wameonesha katika mji wa Uvira, hakuna jeshi, hakuna wazalendo katika mji. Kuna picha ambazo zimesambazwa. Basi sasa na sisi we have our own strategy. Hautasema huku utaonesha nguvu zako, tuko mvita. Uswazo utaonesha nguvu yako tu hivi. Wasoda wangu wako hapa na wengine wako hapa, tuko mvita, utaonesha. Tunajifichika pembeni, tunajua kitu tunafanya. Kama walionesha zingine picha tuliona wanatuma ni picha walikamata kule Kalehe, Goma za zamani, wanapanga askari huko mstari huko njia, asinjua hapa wanakamata Uvira na video za mbele. Gavana anaweza kutuhakikisha kama kwa sasa yupo Uvira? Siko najipanga. Gavana anaweza tuhakikisha kwamba kwa sasa yupo Uvira? Nani? Unaweza tuhakikishia kwamba kwa sasa umepatikana Uvira au Burundi? Na tukasema kama nilileta wagonjwa hapa, kwa nini kwa kuleta wagonjwa hapa inabidi kuwe usumulie na wakubwa hapa wa hospital kama administrative and security arrangements wagisi wagonjwa wetu watunziwa hapa. Ndio nilikuja kutunziwa, lakini ekipi yangu iko Uvira na mimi niko narudia Uvira sasa hivi binaisha hapa, na kisha ndaenda angalia wa ndugu zetu wenyewe iko ndani ya IDP wenyewe iko displaced. Natoka pale pembeni hapo ndawaangalia na kisha tunarudia Uvira. Nilikuja kumalizisha vitu ya kufuatilia matibabu ya ndugu zetu walioumiwa. Asante sana gavana. Asante sana gavana. Asante sana ndugu. Asante. Ni gavana wa mkoa wa Kivu Kusini. Naye mwanahabari Dide Sikabwe ni mwandishi huru wa habari mashariki mwa nchi ya demokrasia ya Kongo. Amefuatilia matukio mjini Uvira na kuzungumza nami. Hebu sasa tumsikilize. Asante sana Dide Sikabwe, ukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo umeendelea kufuatilia matukio ya hivi punde. Labda ripoti ambazo zinakufikia ni gani? Ni nani anadhibiti kikamilifu mji wa Uvira sasa? Na je, idadi ya wakimbizi wapya imefikia kiwango gani tangu mji huo uanguke mikononi mwa kikundi cha M23 ikiwa ni ukweli? Asante Ana kwa swali lako, lakini jibu ambalo nitakupa la kwanza kuhusu nani wanaomiliki hivi sasa jiji la Uvira ambalo kwa sasa ndio maskani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Bila shaka kufikia sasa ni wazalendo ambao ni wananchi waliokubali kuchukua silaha kwa ajili ya kutetea ardhi yao
na baadhi ya wale askari jeshi wa taifa ambao wana uzalendo ndani mwao katika hali yao ya uchapaji kazi. Na kuhusu kujua idadi ya wakimbizi ni wangapi tangu hali hiyo iendelee kuwa hivyo katika mji huo, kwa sasa ni vigumu kutoa takwimu kuhusu idadi ya wakimbizi, lakini kile ambacho tutafahamu ni kuwa wakahaji wengi wameyahama makazi yao. Kuna wale ambao walichukua njia ya barabara taifa namba 5 ni kutoka Uvira kuelekea upande wake wa kusini, yaani kutoka tarafa la Uvira kuelekea tarafa la Fizi. Kitendo cha kikundi cha M23 kushambulia siku moja baada ya kusainiwa kwa Washington kinaonyesha vipi kuhusu uaminifu na utekelezaji wa makubaliano hayo? Je, diplomasia imeshindwa? Kwa namna moja nitasema labda ilifeli, na kwa namna nyingine nitasema hapana, kwa sababu inaomba na kuhitaji kuona yale jinsi mambo yanavyoendana na nyakati. Unapochukulia diplomasia ya wakati uliopita kabla ya vita kulipuka na yale ambaye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo aliyoyafanya, utakuta kwamba kuna utofauti. Kuna sehemu moja ambayo kuna mafanikio, kuna sehemu nyingine ambayo hakuna mafanikio, lakini kile ambacho kitaeleweka ni kwamba nchi za madola, tukichukulia haswa nchi za magharibi kama vile Ulaya, ifahamike wazi kwamba ni wao wanaoiunga mkono nchi ya Rwanda, na nchi ya Rwanda ikisapoti M23. Kila ambacho mwenyewe ninaweza nikazungumze ni unafiki wa nchi za madola, yaani nchi za magharibi, Ulaya, na wote ambao bila shaka ni wao walio vyanzo na ambao wako nyuma ya nchi ya Rwanda. Labda pengine unaweza kutueleza, kuna ushahidi usioweza kupingika unaodhibitisha kuwa Rwanda iliunga mkono wanajeshi hao wa M23 katika kuteka Uvira? Na je, serikali ya upande wa DRC imechukua hatua gani dhidi ya Kigali iwapo msimamo ni huo huo, ijapokuwa tunafahamu kwamba Rwanda imeendelea kujitetea kwamba haihusiki kabisa na hayo? Ninachoamini hadi sasa ni kwamba serikali ingali bado inafuatilia njia ya kidiplomasia, ikihisi kwamba kupitia diplomasia ufumbuzi au tija itapatikana kwa njia hiyo kuhusu serikali ya Rwanda. Lakini kufikia sasa hijatamka lolote lile kuhusu nchi ya Rwanda, kando tu na kuwatuhumu kwa namna hiyo kwamba wanavunja mikataba na ukiukwaji wa yote waliosaini. Upande mwingine ni jeshi la FARDC, jeshi kuu nchini DRC. Bado wanajeshi wanaonekana kule Uvira. Labda imetoa mkakati wowote wa kujaribu kukabiliana na upanuzi huu kutoka upande wa M23? Bila shaka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama nilivyozungumza, katika kila kundi kuna wale ambao wana uzalendo na kuna wasaliti. Vile vile ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna wale ambao wana uzalendo ndani mwao. Na muda ambao ninaongea na wewe, muda ambao wasikilizaji wanatufuata, ni kwamba jeshi la taifa FARDC linaendelea kujipanga, na kama vile mtakavyowasikia wazalendo wamehapa kwa uji na uvimba kwamba M23 haitakanyaga jiji la Uvira. Vile vile tangazo la jeshi ya serikali FARDC limesema vivyo hivyo kwamba watafanya kile yawezalo na wanaendelea kujipanga vilivyo kukabiliana na adui ili M23 washukanyage mji wa Uvira. Hatua ya kimataifa. Tunapozungumza kimataifa, mataifa ya nje hasa Marekani iliyosimamia yale ambayo yalifanyika kule Washington, wamechukua msimamo gani kufuatia uvunjifu huu wa wazi wa amani? Je, kutakuwa na vikwazo vya moja kwa moja dhidi ya viongozi wa M23 au wathamini wao? Marekani tayari imetoa tangazo kuomba nchi ya Rwanda
yani isitishe na kukomesha uungaji wake mkono, kuwaunga mkono M23, na vile vile waondoe askari wao wanaopatikana kwenye ardhi ya Kongo, na wasiweze hata kwa dakika moja kukanyaga au kuuteka mji wa Uvira. Hilo ni tangazo ambalo tayari limetolewa na nchi ya Marekani. Vivyo hivyo upande mwingine ni huko Doha, Qatar. Tayari serikali ya Qatar, baada ya mashambulizi hayo mapya pamoja na kuzuka kwa mara nyingine tena kwa mapambano, Qatar imetoa matangazo mapya au wamewahalika upya wale wote ambao wanahusika na mzozo wa mashariki mwa nchi ili waendeleze mazungumzo. Kwa upande mwingine umezungumza na raia, umepata fursa ya kuzungumza na raia pengine walioathirika na hali hii ya hivi punde kwamba mji wa Uvira umechukuliwa? Tunawasiliana mara kwa mara na wakaaji, lakini kile ambacho takumbuka ni kwamba tangu kabla ya adhuhuri siku ya Jumanne, risasi zilipigwa kiolela katika mji huo hadi vile usiku na mapema leo hii, na wakaaji wangali bado wanajifungia ndani ya nyumba zao. Wale ambao wana mioyo migumu ni wale wanaojaribu kusubutu kuchungulia, au anaweza akatoke nje anachungulia kwa majirani ikiwa wapo wametokea, au hapana tena anarejea ndani ya nyumba. Ukimjaribu kumpigia simu huyu hata kuzungumzia anayofikiria yeye, kwa kuwa hafahamu kila ambacho kinaendelea nje kando na kusikia risasi. Haya basi, huyo ni mwandishi wa habari Dides Kabwe kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nako nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeendelea kulaumiana kuhusu kuvunja mkataba wa amani uliosainiwa mjini Washington, Marekani mnamo Disemba 4 ili kuleta amani mashariki mwa Kongo. Hii ni baada ya waasi wa M23 kudai kuukamata mji muhimu wa Uvira unaopakana na Burundi. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameitaka jumuiya ya kimataifa kuiwajibisha Rwanda kuhusu kufadhili mauaji katika nchi yake, huku Rwanda ikizishutumu Kongo na Burundi kwa kukiuka kwa makusudi mkataba huo wa Washington. Taarifa kamili imeandaliwa na Slivenas Karemera. Kauli ya Rais Tshisekedi imetolewa wakati ambapo taarifa za waasi wa FCM23 kuingia katika mji wa kimkakati wa Uvira ulio kwenye jimbo la Kivu Kaskazini zikiwa zinaripotiwa. Rais wa Kongo amesema kwamba Rwanda imekuwa ya kwanza kuvunja mkataba wa kuleta amani mashariki mwa nchi yake uliosainiwa mjini Washington Disemba 4 mwaka huu kati yake na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Tshisekedi ameendelea kusema kuwa kukamatwa kwa mji muhimu wa mashariki mwa Kongo na jeshi la waasi wa M23 ambao yeye anasema wanasaidiwa na Rwanda ni ushahidi kwamba Rwanda inaendelea kuvunja mkataba huo. Naye Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amesema katika kikao maalum cha dharura na viongozi wa serikali kuhusu hali ya mambo mashariki mwa nchi hiyo kuwa huu ni ushahidi tosha kuwa Rwanda haitaki amani na kwamba serikali yake inajiandaa kutekeleza mikakati yote kuhusu kukabiliana na uvamizi wa waasi hao. Kwa upande mwingine, usiku wa kuamkia leo, kundi la mataifa 10 ya Ulaya pamoja na Marekani kupitia muungano wao katika eneo la Maziwa Makuu limetoa tamko kali kuhusu hali ya usalama kuendelea kuharibika mashariki mwa Kongo. Kundi hilo limesema kuwa linasikitishwa na vitendo vya mashambulizi kwa kutumia silaha nzito na droni na kuitaka Rwanda na waasi wa M23 kuondoka katika eneo la Kivu Kaskazini na Kusini, huku pia pande zote zinazohasimiana zikitakiwa kuheshimu mkataba wa amani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Goma ambao ni makao makuu ya kundi M23, mkuu wa kundi hilo Corneille Nangaa amepuuzilia mbali madai ya serikali ya Kinshasa na wadau wengine kama yasiyo na msingi, huku akiongeza kusema kuwa Kinshasa imeshindwa kuwalinda wananchi wake hasa mjini Uvira, sababu ambayo wao inawafanya kuingilia kati kwa ajili ya kuwatetea wananchi hao. Depuis plus de 3 mois, la situation à Uvira c'est un chaos. Kwa zaidi ya miezi mitatu kumekuwa na vurugu huko Uvira, na hili ni kwa sababu ya uwepo wa vikosi tofauti visivyo na uongozi wala mwelekeo. Kwa hiyo basi, baada ya vikosi vya Burundi kujiondoa, jeshi la Kongo na wazalendo walianza kupigana wao kwa wao. Inavyoonekana sasa wameamua kuacha mji huo kutokana na hofu na kuwatelekeza raia. Labda mtu atajiuliza tutakachokifanya. Sisi tutawalinda wananchi na hatutaruhusu vurugu hizi kuendelea. Kwa muda mrefu
lazima tujipange ili kurejesha hali ya utulivu. Nous devons nous organiser pour mettre de l'ordre. Mapema asubuhi ya leo, Rwanda imetoa kauli kali katika kile kilichoonekana kama kujibu shutuma dhidi yake. Tangazo la serikali ya Rwanda limezilaumu nchi za Kongo na Burundi kuharibu kwa makusudi utekelezwaji wa mkataba wa Washington kwa kuamua kuanzisha mashambulizi dhidi ya wananchi katika maeneo ambayo yanakaliwa na waasi karibu na mpaka wa Rwanda na Kongo. Msemaji wa serikali ya Rwanda kupitia tangazo hilo akasema ni kutokana na mashambulizi ya jeshi la Burundi na Kongo ambako kuliwafanya wananchi 10,000 wa Kongo kukimbilia Rwanda kupitia mpaka wa Bugarama kusini mwa Rwanda, ambako sasa wanaendelea kuhifadhiwa katika kambi ya muda ya Nyarushishi. Rwanda imeilaumu Burundi kwa kuwakusanya wanajeshi wake zaidi ya 20,000 katika mpaka wake na Rwanda, hata wakati ambapo mkataba wa Washington ulikuwa ukisainiwa. Kupitia tangazo hilo, Rwanda imelaumu pia jamii ya kimataifa kwa kufumbia macho ushirikiano uliopo baina ya Burundi, serikali ya Kongo na kundi la waasi wa Kihutu wa FDLR ambao wanaendelea kupanga mikakati ya kuangusha utawala mjini Kigali. Silvanus Karemera, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kigali. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani subscribe, na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Anna Ngugi. Tuendelee kuandamana. Tanzania ilitumbukia katika ukimya mzito wakati barabara na mitaa ilipoachwa tupu. Shughuli za biashara zilisitishwa na wananchi wakikwepa maadhimisho ya uhuru kwa hofu ya kurejea kwa matukio ya kikatili ya mnamo Oktoba 29. Katika taifa linalodai kuwa huru, maandamano ya amani yanaruhusiwa na katiba yalibadilika kuwa chemichemi ya tahadhari, yakionyesha pengo kubwa kati ya uhuru wa karatasi na uhalisia wa raia. Shisia Wasilwa anachangamkia swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Jana Tanzania ilirudia pumzi ndefu ya mshangao na maswali, si kwa shangwe za gwaride wala nyimbo za kizalendo, bali kwa ukimya mzito uliotanda mitaani, kana kwamba mji mzima uliweka hifadhi ya sauti. Barabara zilizozoea misururu ya magari na kelele za kawaida za uhai wa kila siku ziligeuka barabara za majonzi, tupu, kimya na zisizojua hatma. Siku ya kuadhimisha uhuru wa taifa, siku ambayo inapaswa kuwakumbusha wananchi fahari ya kupigania uhuru. Biashara zilifunga milango, machinga waliondoa vibanda vyao, vioski vilibaki bila wateja, na hata nyumba zilionekana kuogopa kupumua. Wananchi hawakujitokeza, walisalia ndani kama watu wanaosikiliza sauti za upepo zikisukuma kumbukizi walizotamani kuzisahau. Kumbukizi za tarehe 29 Oktoba, siku ambayo damu ilimwagika, ndoto zikazimwa na baadhi ya watu kutoweka bila majibu hadi leo. Ni nani anayeweza kuwashtumu wananchi kwa kuogopa? Ni nani anayeweza kuwalazimisha watu kusherehekea uhuru wakati mioyo yao imefungwa minyororo ya hofu? Kizazi chote kinachotishiwa kwa risasi badala ya kulindwa kwa katiba hakina wajibu wa kushangilia siku za taifa. Kwani uhuru ni nini ikiwa raia hawezi kutembea barabarani bila hofu, hasa siku ya kuadhimisha uhuru wao? Katiba ya Tanzania, kama zilivyo katiba nyingi za Afrika Mashariki, inatambua na kuruhusu maandamano ya amani. Hilo si zawadi ya serikali, ni haki ya wananchi, na polisi si maadui wa raia, ni walinzi wa usalama wa raia wakiwemo waandamanaji. Lakini jana historia ilijirudia kwa sura ile ile. Badala ya polisi kuwa kinga ya umma, ukimya ulionekana kama ushahidi wa jinamizi lilokuwepo kwa namna isionekana. Watu walichagua kubaki majumbani, wengine walisafiri hadi vijijini siku moja kabla, wakikimbia miji yao kama watu wanaokimbia upepo wa bahari unaobeba mvua ya mawe. Kwa hakika hali ilionekana jana inaweza kusemwa kuwa ushindi wa wale waliopanga maandamano yasiyofanyika, si kwa sababu walijaza mitaa, bali kwa sababu walifanya taifa kusimama. Walifanya shughuli za miji kusita, walifanya barabara zisonge, walifanya siku ya uhuru kufutika katika kivuli cha hofu na tafakuri nzito. Hili ni fundisho kwamba nguvu ya umma haipo tu kwenye wingi wa miguu, bali pia kwenye ukimya wa kukosekana kwao. Lakini kati ya ushindi huu wa kimya kuna majeraha. Wafanyabiashara walipata hasara, miji ilipoteza mapato, familia zilikumbwa na ukosefu wa kipato cha siku hiyo.
Kwao jana haikuwa tu siku ya hofu, ilikuwa pigo la kiuchumi, ukumbusho kwa vurugu za kisiasa na ukosefu wa imani, huumiza hata wasiohusika. Na sasa taifa limebaki na swali moja kuu, swali linaloweza kuikera serikali yoyote inayodai kuwa ya kidemokrasia. Uhuru upi tunaadhimisha ikiwa raia hawawezi kujitokeza bila kuogopa kufa, kutoweka au kutiwa nguvuni? Uhuru upi unaweza kupimwa kwa garide wakati mioyo ya wananchi imejaa majeraha ya ukimya? Ni wakati wa Tanzania na mataifa yote ya Afrika Mashariki kujitizama kwenye kioo cha ukweli. Uhuru haupimi kwa mapambo ya jukwani, bali kwa namna serikali inavyolinda uhuru wa raia wake bila ubaguzi. Siku kama ya jana haipaswi kurudi tena. Siku ya uhuru inapaswa kuwa sherehe, si kumbukumbu na maumivu. Tangazo hili lisikike kwa sauti ile ile ambayo barabara za Tanzania zililia jana. Uhuru bila usalama, bila heshima kwa haki za binadamu na bila ulinzi kwa waandamanaji si uhuru, ni kivuli tu cha neno hilo. Hiyo imekuwa ni tahariri na mwanahabari Shisia Wasilwa. Kwenye neno la siku hii leo tunaangazia neno kejeli. Kejeli ni hali ya kumdhihaki, kumcheka au kumtoa mtu jicho kwa maneno au vitendo vinavyoonyesha dharau au kutomjali. Mara nyingi inafanywa kwa njia ya siri au isiyo ya moja kwa moja, ambapo unaweza kusema kitu kizuri lakini sauti au mtindo unaoonyesha maana tofauti. Yaani kwa kimombo tunasema sarcasm, au kwa kufanya kitendo kinachoonyesha wazi kutokubaliana au kutoridhika. Matumizi katika sentensi. Kitenzi kukejeli. Mfano, alimkejeli rafiki yake kwa jinsi alivyovaa, jambo lililomfanya ahisi vibaya sana. Kejeli mijenjeli. Mfano, maneno yake yalijaa kejeli nyingi hivi kwamba kila mtu alitambua kuwa hakumaanisha alichokisema. Mfano, anapenda kutoa mijelinjeli kila mara anapokosolewa. Mijelinjeli ni wingi wa kejeli au aina mbalimbali za kejeli. Hilo ni neno la siku. Asanteni sana wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na uwe na jioni njema.